Kumekuwa na mijadala mingi inayoendelea ya ukosoaji wa soka letu la hapa nyumbani Tanzania. Hii ni kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea ndani ya pichi na nje ya uwanja. Hii ni kuhusiana na makosa mbalimbali ambayo yanaendelea kujitokeza hasa katika soka la hapa nyumbani Tanzania. Moja kati ya update kubwa kwa hivi sasa ikiwa inaendelea kupamba kasi katika kona na engo mbalimbali za kimichezo na burudani. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo inahusisha kuhusiana na mambo yanayoendelea hasa katika soka la hapa nyumbani Tanzania. Katika wiki hii tumeweza kuona kwamba mambo ya sintofahamu yaliokuwa yakiendelea katika uchezaji wa dabi ya Kariakoo, moja kati ya dabi ambayo iliweza kusitishwa hivi karibuni na bodi ya ligi kusoka Tanzania bara. Wachambuzi wengi na wadau wengi wa soka kwelikweli wamelaani vikali kwa vile vyote vilivyokuwa vinaendelea katika soka la hapa nyumbani Tanzania. Lakini nikukumbushe kidogo ni kuhusiana na taarifa ya kughailishwa kwa mechi ya ligi kusoka Tanzania bara. Hii ni mara baada ya uwepo wa ukiukaji wa kanuni za soka, sheria mbalimbali ambazo zinaolinda soka zikiwa zimepelekwa kinyume hasa na wasimamizi wa soka letu hapa nyumbani Tanzania. Moja kati ya update ambayo ikiwa inaendelea kupamba kasi, tunafahamu ya kwamba hivi karibuni kulikuwa na taarifa mbalimbali ambazo zilizokuwa zikiendelea hasa mara baada ya kughailishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo, moja kati ya dabi ambayo ilikuwa ikakutanisha kati ya Simba Sports Club pamoja na Young African. Mwenyeji wa mchezo huo ni Young African, mchezo ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 8 mwezi huu wa 3 katika dimba la Benjamin William Mkapa kwenye majira ya saa 1 usiku. Lakini mchezo huo haukuweza kuchezwa kwa sababu ya mambo wa kadha ambayo yaliweza kujitokeza. Awali tuliweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa ambayo iliweza kutolewa na klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hasa mara baada ya kugomea mchezo huo wakidai sababu kadha ikiwemo zile sababu za kuzuiwa kuingia uwanjani na klabu ya soka ya Young African kupitia mabaunsa wake. Ndiyo sababu kubwa ambayo iliyofanywa mpaka bodi ya ligi kuweza kusitisha mchezo huo kuendelea. Na tumeweza kuona kwamba mambo mbalimbali yalikuwa yakiendelea kupitia wachambuzi mbalimbali wakiwa wanazizungumzia sheria na kanuni mbalimbali za soka, hasa soka la hapa Afrika. Moja kati ya taarifa kubwa kwa hivi sasa, licha ya yale yote yalikuwa yakiendelea mpaka now bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara hawakuonyesha msimamo wao wa kuhusiana na timu gani na kwenda kuadhibiwa, hasa mara baada ya ukiukaji wa kanuni na sheria za soka la hapa Tanzania, jambo ambalo limeweza kuzua minong'ono mingi kweli katika soka, hasa kwa upande wa mashabiki pamoja na wachambuzi wakiwa wanaendelea kuzungumzia kiundani zaidi kuhusiana na uvunjifu wa kanuni za soka. Tunafahamu ya kwamba mwenyeji wa mchezo huu alikuwa ni Young African ambaye alikuwa akimkaribisha Simba Sports Club, lakini pia tumeweza kuona kwamba yale yote ambayo yaliweza kutokea licha ya Young African kushindwa kumkalimu mgeni wake, nani anastahili kupata adhabu hiyo, ambapo kila sikio la shabiki kutaka kuona adhabu hii inakwenda kutendeka kwa wakati zaidi. Nani atakwenda kuadhibiwa mara baada ya uvunjifu huo wa kanuni za sheria za soka kutokea? Hili ni jambo ambalo bodi ya ligi pamoja na TFF wanatakiwa kuwa wawazi mara baada ya kuweza kufanyia uchunguzi katika kamati yao ya masaa 72. Nini kitakwenda kuhappen katika zile dakika za kusubiria hukumu ya yule ambaye aliweza kuwa mvunjifu wa kanuni na sheria. Wewe una maoni gani kuhusiana na hili linaendelea hapa? Ama wewe unadhani ni nani ambaye amekuwa wa kwanza kuvunja kanuni na sheria za mpira wetu hapa Tanzania? Usisahau kugusa neno subscribe na mimi nitakusogezea update zaidi.